hakuna pepo, hakuna mtu mwingine yote, lakini tunamuona Mungu. Jamani, kanisa Bwana asifiwe. Amen. Tunamuona Mungu. Anasema mkono wa Midian ulikuwa na nguvu, lakini mkono wa Israeli haukuwa. Na kwa sababu mkono wa Midian ulikuwa na nguvu, Biblia inasema wana wa Israeli wakapokonya yao. Nataka nikuambie kitu. Mungu anatenda kazi na watu. Amalaa kwa uzuri, amalaa kwa ubaya. Unapoona ubaya umeruhusiwa kwako, kuna vitu vya kujiuliza. Je, huu ubaya ni Mungu ameruhusu au shetani? Katika 90% shetani ana sehemu ndogo sana, kama 8 au 10, lakini 90% ni Mungu. Jamani, naongea na mtu wa Bwana asifiwe. Mnanielewa kweli? Nauliza, mnanielewa kweli? Kwa sababu Biblia inasema neno la Mungu ni kweli na mimi. Lakini anasema kwamba katika maombolezo anasema mimi huyo ni Mungu, sipendi kuwatesa wanadamu wala kuwafundisha. Sasa kuna vitu vya kutafakari. Je, katika teso lako, katika shida yako, ni shetani ni Mungu? Mateso yote aliyopitia Ayubu, Biblia inasema Mungu alikuwa na yeye ndiye aliyeruhusu kwamba fanya kila unachotaka kufanya, imradi tu. Yaani Ayubu anapitia mateso, Ayubu anafiwa na watoto, Ayubu anapoteza kila kitu alichonacho, lakini Mungu anasema. Jamani, kanisa Bwana asifiwe. Naongea na watu hapa, kama una uhai nisikie amen. Kwa kuna mambo yanatokea ni Mungu anayaruhusu. Na kwa nini anaruhusu? Hapa katikati kuna sababu. Kama hakuna kosa, basi Mungu ameruhusu hilo jambo kwa utulivu wake. Danieli sura 6 mstari wa 20. Tukiendelea kusoma pale, Biblia inasema kwamba wakati mfalme na watu wengine wamekaa kwenye mashaka, wanasema hivi kwamba huyu Danieli huyu atiwe kwenye tundu la simba. Lakini Biblia inasema kwamba alipoingia ndani ya simba, simba walipomwona hawakuweza kumla ndani. Kwa nini hawakuweza kumla Danieli? Danieli akasema, mfalme, halikuonekana kosa kwako wala kwa Mungu, na ndio maana simba hawakuweza kulia. Kama kuna mtu ananielewa, mshangilie Yesu kwa makofi. Kwa kumbe simba walikataa kumla Danieli kwa sababu hakuwa na hatia. Na ndio maana Biblia inasema kila mtu anahukumiwa kutokana na hatia yake, kwa makosa gani amefanya. Halo? Watu wa Mungu, halo? Si neno linatuambia kwamba Mungu hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Tukisoma kitabu cha Samueli sura ya 1, tukisoma pale tunaona mtu mmoja anaitwa Hana. Biblia inasema kwamba hakuwa na mtoto, lakini chanzo chake cha yeye kutokuwa na mtoto ni Mungu aliruhusu. Sema Bwana akamfunga tu. Jamani, tupige makofi basi. Bwana akafanyaje? Akamfunga tumbo. Biblia inasema kwamba Hana hakuwa na maneno mengi. Hana alipoona miaka inakatika, akasema sasa nachukua hatua. Sasa naelekea Shilo. Sasa naenda kusimama mahali palipobomoka. Biblia inasema alipoelekea Shilo, Mungu akasikia kilio chake. Mungu akampa mtoto kuliko Penina, aliyeziba mabonde yote, aliyefanyika kuwa mfalme na mtu mkuu katika dunia. Hivyo hivyo, ukiona wachawi na waganga wanapinga, ujue una kitu ambacho ni na ndio maana ukitaka kujua kwenye operation ya kurudisha nyota, unaona ni vurugu kuliko unafikiri. Kuna watu wajaribu kulipuka, walifikiri walilipuka nini? Nyota. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nyota. Nyota. Mimi wanasema kwamba
Na ndivyo ilivyoandikwa kwamba nyota ni mtu kamili. Nyota ikishamtoka mtu anakuwa mtu nusu. Kwa hiyo ndio maana kuna vitu mtu akifanya kabla hujaanza kumlaumu, mchungulie ulimwengu wa roho, huyu mtu ana nyota. Kwa sababu Biblia inasema kwa habari yule mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaishi makaburini. Biblia inasema alikuwa uchi, lakini anaishi wapi? Makaburini. Yesu alipomwona kwamba alipomfuata, alipomwombea, Biblia inasema akili yake ikamrudia na akavaa nguo. Habari zikaanza kuenea kwamba yule aliye uchi ana nguo, yule aliyetukana ambaye anaonekana amevaa masempele amekutwa mahali anahubiri habari za Yesu. Nini? Ana akili timamu. Jamani, watu wa Bwana nisikie amina. Watu wa Bwana Yesu nisikie amina. Na ndio maana sasa mtu ili kwamba uhubiri injili lazima awe na akili timamu. Hata Mungu hataki watu dhaifu. Mungu hataki watu waliochoka. Mungu anahitaji watu waliokuwa na nguvu, watu walio tayari, watu waliosema niko tayari kupigana na chui, kupigana na simba, kupigana na dudu, kupigana na upepo. Hao ndio Mungu watu wanawatumia. Watu dhaifu Mungu hawezi kuwatumia. Au watu wanaonung'unika mara kwa mara, wewe nimekosa chakula, wewe ninaomba muda mrefu sijajibiwa. Sikiliza, Mungu hahitaji watu wanaonung'unika. Mungu anahitaji watu kama Ibrahim ambao wako ibadani wanasubiria Bwana kwamba majira usije jua na saa usije jua, Bwana anajitokeza. Sikiliza nikwambie, kuna wakati Biblia inasema Bwana alikwenda Edeni. Kwa nini alikwenda Edeni? Kwa sababu Mungu alijua wako watu Edeni. Jamani, naongea na mtu hapa. Bwana Yesu tena mwambie usikate tamaa. Kama kweli una Mungu 100%, Bwana atakutana na wewe. Na Mungu hajawahi kuacha watu. Hajawahi kuacha. Wanadamu wanaacha, lakini Mungu hajawahi kuacha. Na ndio maana sasa hata yule mpenzi unayempenda kuna wakati anabadilika, ni mwanadamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mwanadamu anaishi hapa? Mungu hapa. Jini mahaba. Mke wako anakuita jini mahaba. Sisi wote ndio tunakubali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Hebu inua mikono yako, sema Baba Mungu katika jina la Yesu. Sema kwa damu ya mwana kondoo. Sema katika ulimwengu huu. Hii 2026. Kama kuna watu ambao wametumwa amalana Mungu, ikiwa Mungu amewatuma kwa sababu ya samehe na wazuia njiani na wapinga njiani, hawatakutana na mimi kwa jina la Yesu. Kuanzia leo hii, kama shetani ameruhusu wale watu wainuke juu yangu, sema hawatasimama, hawatanikaribia, njia zao ziwe giza na utelezi. Kila watakapojaribu kusimama, sema wajikwae na kuanguka, wajikwae na kuporomoka, wajikwae wapoteze mwelekeo. Aliye na imani ampe Yesu makofi. Mitume 13 mstari wa 6. Tuwaone baadhi ya watu fulani ambao walitaka kulisikia neno la Mungu halafu wakazidi. Kwa kuna wakati mwingine hata unapoona kwamba watu wanashindwa kuja kanisani, kabla hujawalaumu ujue yuko azuia, yuko apingaye. Unajua watu wakisoma kwenye kitabu cha Hesabu, Biblia inasema kwamba Baraka akawashtaki wana wa Israeli, sema hao wameongezeka, wako wengi wataalamu. Wingi huo unatisha. Shetani anaweza kuogopa jeshi au adui yako kwamba nyuma yako yuko na ndio maana hata unapopigana vita. Kwa nini unaona watu wanainuka? Hawainuki kwa sababu wewe, ila wanainuka kwa sababu aliye nyuma yako ni nani? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Aliye nyuma yako ni nani? Je, vita hii ya familia, vita hii ya ukoo, aliyesimama huku nyuma ni nani? Yaani maana yake wachawi wanataka kukusanya wewe. Kwamba ukijaribu kupiga na nabii, nyuma yako hapo wanamuona Yesu. Nyuma yako kule wanamuona Bwana Yesu anang'aa. Kwa hiyo kila wanapojaribu
hapa kwa anakutafutia kosa, kwa sababu kwenye kosa peke yake ndipo unataka kupata. Jamani kanisa, Bwana asifiwe. Na ndio maana ukilala sasa unamwona Pastor Joyce kwenye ndoto. Yaani ndio wakati napigana vita, nikaona Pastor Joyce anatokea. Kimsingi sio Pastor Joyce bali ni Yesu Kristo, Mungu anayemwabudu. Sasa yeye hajawahi kuonekana kwa namna ya mwili, kwa anakuja kwa njia ya Pastor Joyce. Mmoja apige makofi kama unanielewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hata zamani watu walipokuwa wanakwenda kupigana vita, ndio maana Biblia inasema mchungaji akipiga kondoo, mbona sisikii kondoo? Kwa hiyo shetani anachokifanya kabla hajaanza kupiga watu wengine, wanadili na kiongozi. Wanapomshinda kiongozi sasa ndio wanaanza. Hata kwenye biashara, jaribu kufuatilia kwamba hata kwenye ndoa, baba wa familia akifa, labda mama anayebaki awe na akili timamu. Kama hana akili timamu, zile mali zote zitaisha. Hapo tukopesha. Hapo kujawia ndugu. Tunauza nyumba yote tunagawia mtu. Wakati mwenye mali huko anafanya kitu. Jamani, watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Lakini ni wamama wachache sana, sababu wamama wengi wako vizuri. Kama inapotokea mume hayupo, wao wanahakikisha mpaka watoto wanasoma, mpaka wanafika na huko. Hebu mwambie jirani yako, kama ni mwanamke, kama ni mwanaume, mwambie